Tazama juu ya milima iko miguu yake, aletaye habari njema, we atangazaye amani yake, aletaye habari njema, we atangazaye amani. Na journaliste, tuna mshangao mkubwa sana kuona masakre ambayo inafanyika hapa pa Bigaragara. Hapa ni mu sektere ya Mtambala, ni groupement ya Bashim Nyakasid, ambako asubuhi Wanyarwanda walitoka Minembwe, wa grupe ya kina makanika, na waliingililia watu ambao walikuwa ni paisible citoyen ambao wanaishi wakitafuta angalau chakula kidogo kidogo, wakichimba madini hapa Bikarakara. Ilikuwa ni 4h du matin na kuanza kumasakre watu, kuwaingililia ndani ya migodi, kuchoma manyumba. Ndugu yangu, tunalia sana na tunalalamikia serikali ya kwamba hatujui ya kwamba Wanyarwanda wao wameumbiwa au serikali ndiyo inawapa kibali ya kusema wao wanaua watu hivi. Hiyo inatuhuzunisha sana bwana journalist. Ndiyo bwana Kibambala na Luvumbu, wewe ni notable na unasema kwamba Wanyarwanda ndio waliua. Ni kundi gani la Wanyarwanda? Kwa sababu wamoja wanasema kwamba ni majimaji, wengine wanasema ni Gumino Turwane Androide, na sasa hatujui ni wanani. Unaweza kutaja jina lao walioua watu? Bwana journaliste, si wengine ni kikundi cha makanika androide movement terroriste ambao wanaendelea kuua watu tu Muho Plateau, wanaendelea kufanya masakre. Ikumbuka ya kwamba sio masakre ya kwanza, walifanya masakre ya Kipupu, walifanya masakre ya Mikenge, walifanya masakre ya Bishombo, ya Bilalombili. Ni wale kile kikundi cha makanika androide cha hao Wanyarwanda Watusi ndio wanaendelea kuua watu, na ndio waliotekeleza hiyo masakre. Hata wenyewe wanashuhudia ya kwamba wao ndio walifanya hiyo masakre. Na isitoshe bwana journaliste, tunaumia sana mioyo kuona ya kwamba wamechoma hata kijiji cha Kishombo, nyumba karibuni 120 ambazo zimeungua. Wamemaliza watu hapo kwenye mji wa Kishombo, na hapa Bikarakara ndiko kulifanyika masakre makubwa sana. Kumeuawa ndugu zetu wa Bukavu, wa Mushi wengi sana, na kumeuawa Wafuliru, wa Nyindu, wa Pembe na Warega ndio wameuawa hapa. Na hawa wa kina makanika hawa wa androide movement terroriste Twigwanyeho walivizia sehemu ambako kuna rahia, ndo wakaenda kutokomeza rahia. Kwa hiyo tunaambia serikali ya kwamba hii ni masakre ambayo inafanyika hapa, na inatakiwa hawa wakina makanika wahalifu wafikishwe mbele ya mahakama ili wajibu hizi masakre wanaendelea. Hadi sasa hesabu ya watu waliouliwa, mumepata maiti ngapi kwa sasa? Hata kama bado mnaendelea kutafuta wengine. Bwana journalist, sasa hivi tumeshapata mili 12, lakini bado tunaendelea kutafuta zingine, kwa sababu wengine bado walidumbukizwa ndani ya mashimo na wengine walitupwa ndani ya mitoni, na bado kuna watoto ambao hawajaonekana na kuna wamama ambao hawajaonekana. Yawezekana kuna wengine walikamatwa mateka na waliwapeleka, kwa sababu ukiona maiti kama 2, 3, 4 utakutwa zimeuliwa zikifungwa kamba, na kuna wengine walichomwa tu vikuki, maana waliwakuta wakilala wakitulia na kuanza kuwaua watu usiku. Bwana journalist, leo ni tarehe 19 za mwezi wa 8, ni ya Sambwe Huseni. Nataka tuzungumuze kidogo wa Kongomani, na vile vile nitamjibu bwana Karoti. Karoti, sema ukweli unaoujua. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Biblia imesema hivyo. Sisi ni Wakristo, lazima tuseme ukweli wa lile tunalofunzwa ndani ya Biblia. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Kongo haitaendelea kugandamizwa na Rwanda.
mwisho wa Kongomani watajiokoa, na wokovu utakaokoa mashariki mwa Kongo ni muungano wa sisi wazalendo. Lazima kuwa mzalendo. Njoni kwa uzalendo wa kweli. Uzalendo wa kweli ni muungano, uungwana kati ya Wabembe na Wafuleru. Ndio watu ambao wataikomboa mashariki mwa Kongo. Na kila kabila ambayo inataka kujiunga na haya makabila mawili matatu, Wabembe, Wafuleru na Wanyindu, tutagomboa mashariki ya Kongo. Na Warega upande wa Mwenga, tutaokoa mashariki mwa Kongo. Napenda na ndugu zetu wa Manyema wameisha jiunga na sisi. Libarikiwe jina la Mungu kwa njia hilo. Karoti, umesema siasa ya makanika ni siasa mbaya ya kunywa damu za watu. Ndugu zangu, tusiwe tunaficha ukweli. Asamboseni kila siku ninaambia watu, Wanyarwanda Watusi ni watu kutokea Midiani, Ethiopia. Biblia, mtu wa kwanza kuumbwa ni Adamu. Mtu wa kwanza kuzaliwa ni Kaini, mtoto wa Adamu. Kaini alimuua Abeli. Baada ya Abeli kufa, Abeli hakuzaa, kukazaliwa mtu mwingine anaitwa Seti. Sasa kutoka kwa Seti tukihesabu vizazi hapa, tutafikia kwa Lameki. Lameki akazaa Noa. Noa akazaa Shem na Hamu na Jafeti, watoto watatu. Kisha mvua ya gharika kumalizika, Noa hakuzaa tena. Biblia inasema hivyo kwa kitabu cha Mwanzo. Sasa kwa uzao wa Hamu ndipo tumetokea sisi Wabantu na Watusi. Tukisema Shem mtoto wa kwanza wa Noa ndio Israeli. Jafeti mtakuwa watu walio na rangi nyeupe, Marekani, Ulaya na sehemu za Asia wapo mule. Sasa sitaenda kule, nataka tuseme ukweli wa Wanyarwanda. Makanika na kunywa damu za watu. Nani aliyekuambia maisha lazima usipigane na watu sio wajua kizazi chao? Si kwamba Karoti uliishi na Wanyarwanda kama wanaweza wakawa marafiki zako au wajomba zako au mliishi nao, mlichunga ngombe vizuri mkasema ni watu wazuri. Hapana, lazima kujifunza mtu ukoo wake, misingi. Kujua mtu misingi, maisha ya msingi wake, anatokana na maisha gani, wanaishi namna gani. Watusi ni wauaji wa misingi, atokea misingi. Ukijifunza kitabu cha Mwanzo, kwa uzao wa Hamu ndio kumetokea Wabantu, kumetokea na watu wa Kushi, Ethiopia. Wa Ethiopia ndio Watusi. Ni wauaji, ni wa Midiani, walipigana na Israeli jangwani. Waisraeli kutoka Misri kwenda walipigana na Watusi. Watusi walipigana na Waisraeli. Maisha ya Watusi ni kuvuja damu za watu, kuua watu, ndio maisha ya Watusi. Hivi leo nafikiri ni siku ya 5, siku ya 3, Watusi hiyo kundi ya makanika na wenzie waliingia kwa Kareminie moja tarafani Fizi Bigaragara. Waliua watu wasiokuwa na hatia. Watu si wa maimai, hawakuwachokoza, hawana hatia yoyote. Wakachukua visu, masase, wakapiga watu, wakaua watu bila sababu yoyote. Unaona? Kwa sababu gani? Ni kizazi ambacho kinapenda mauaji. Kama hawaue watu, Wanyarwanda hawawezi kutulia. Na hakuna jinsi ya kutafuta amani na Mnyarwanda kwa njia ya mazungumzo. Dawa ya Mnyarwanda ni mashambulizi. Tupo naambia wazalendo kila siku, Wanyarwanda Watusi wakiua 5 mnaua 12. Vile mtaishi na Wanyarwanda. Ndio maana kama Wahutu wanawezana na Watusi, ni hiyo njia. Watusi njia ya mazungumzo haiwezi kupata suluhisho. Watu wengi wanajidanganya hapa, Wabembe, Wafuleru mkaeni meza moja na Wanyamurenge. Wanyamurenge si ni mlima wa Wafuleru. Tukae moja na Watusi, mnacheza na Watusi. Watusi ni mapepo ambazo zinavaa miili ya wanadamu, lakini ni viumbe vya roho waovu. Ndio Watusi. Hangaisho msizi yake haya maneno. Watusi ni watu wachafu. Upo nasema Karoti kwamba wakataze kabisa hiyo siasa, Wanyamurenge wasimame. Sio ndizo umesema Karoti? Wasikubaliane na masuala ya siasa za mkoani Kivu Kaskazini za kutokea M23 zishambulie mkoa wa Kivu Kusini. Na wanawake wa Kitusi wanaojiita Wanyamulenge Marekani wanajitukuza na kusema mwihute ngao mwihute, muze mukumutere mubaraka na handi. Mungu awatie nguvu, muje mshambulie Baraka.
Watusi sio watu. Dawa ya Watusi ni mashambulizi, lisasi kwa lisasi, moto kwa moto. Msipofanya hilo hakuna amani. Ni vizazi vinajulikana kihistoria ya Biblia. Huwezi enda nje ya maandiko matakatifu. Watusi mauaji ndio maisha yao. Hamwezi kuishi na Watusi na mkawa na amani. Uongo. Ikiwa mtakuwa na amani, mkubali wao wawagandamize, waendelee kuangamiza na kuwatemea mate. Sasa nani ambaye atakubali kutemewa mate? Nani? Walikuja wanavamia nchi za watu wengine huko mashariki walikotokea, lakini kufika Kongo hapa wakakutana na Wabembe beto. Wakakutana na Wabembe, jiwe la yaspi, jiwe la samani, libendea makazi. Tupo nao. Tutapambana na Wanyarwanda hadi tuhakikishe wanatoka mbudongo ya tarafa la Wabembe. Tuhakikishe huu ni ukweli wa Sambwe Hussein. Na kila mtu atakayejiunga nao tutamshambulia. Lakini napenda Mungu kwa sababu Wakongomani wote leo wameamuka na kujua kweli shetani wa Kongo ni Mnyarwanda. Tulianza Wabembe kushambulia Wanyarwanda vita vya 96 Afdel. Tukamzuia Kabila muda wa miezi 4. Watu wakasema sisi ni wabaya, wenda Wabembe ni wabaguzi. Lakini leo Wanyarwanda walivamia wakaanza uwa Wafuleru. Wafuleru upande ule wakati ule walikuwa upande wa Wanyarwanda. Lakini Wanyarwanda wakageuka tena wakaua Wafuleru. Wakongomani wakasahau kwamba vita si vya Wabembe, ila vita vinakuja kuchukua sehemu kubwa ya Kongo iongezwe Rwanda. Na Wakongomani wote walio mashariki mwa Kongo wawe chini ya utawala wa Kitusi. Wabembe tulijua hilo mapema, tukalipigania, tukafia hilo. Hadi leo tupo tunaendelea kuamsha Wakongomani watufuate. Leo naona Nord Kivu watu wameshaanza kimbia na wamechinjwa kweli kweli. Wale ni Wabembe tena? Si tumewaambia kwamba hili limeanza hapa Fizi, litaenea popote Kongo. Leo imekwisha kuwa masuala ya Kongo mzima. Kila Mkongomani anajua shetani wa Kongo ni Mtusi. Hao wanaojiita Wanyamulenge. Mkongo hamuna kabila Wanyamulenge, na Mungu hakuumba Wanyamulenge. Tokea Mungu aumbe watu hakuna kabila Wanyamulenge. Aliumba Watusi na Wautu Rwanda na watu. Na wote ni kabila moja. Utafauti wa kabila ni lugha. Rwanda wanazungumuza lugha moja, Burundi ni lugha moja. Wana utafauti wa sura zao na siasa. Lakini wote ni Wanyarwanda. Kwa hiyo Wakongomani, simameni tuikomboe nchi. Adui wetu ni Mnyarwanda. Mkongomani uliye Marekani, uliye Ulaya, uliye Asia, Afrika, jua shetani wa Kongo mkubwa tulio naye ni Mtusi Mnyarwanda. Hawa watu ni waovu, ni mapepo inayovala miili ya watu. Mnyarwanda mtu unaweza ukamtendea mema asubuhi jioni akakuua. Hawana urafiki, ni wanafiki. Na kila mtu aliye na unafiki ni kiumbe cha pepo. Ni mashetani. Walichinja watu juzi. Watu wasio na hatia wanachimba dhahabu zao bila matatizo, wanawaingilia kuunguza wamoja, wengine wanapiga masase, wengine wanachinja na visu. Mmeshasikia siku gani wa Maimai waliua watu? Hakuna hata siku moja. Kwa sababu wa Maimai ni wenyeji wa nchi, ni wazalendo wa nchi. Baada ya kuambia nasikia nao wanasema, na sisi tupo watu wa nchi. Mko mnataka mtatupeleka wapi? Mtawapeleka wapi? Mtarudi kwenu Rwanda. Hata Mungu hawezi tumika na Wanyarwanda, na Mungu hawezi Mungu wa mbinguni kama jinsi isivyo. Hawezi kuruhusu Wanyarwanda walio Kongo kutawala Kongo. Haiwezekani. Haiwezekani. Si ndio maana aliiba Kabila zamu ampatie Kisekedi ile nafasi. Kabila nafikiri atarudi tena pale. Imeisha. Na Kisekedi ashindwe naye atatoweka vile vile na siasa zake za uungwana wa Kinyarwanda atatoweka, na Wakongomani watakalia kiti chao na utawala wao. Wanyarwanda hakuna kitu ambacho wanaweza kufanya na kifanikiwe. Hata wazungu leo wamewachoka. Wanyarwanda ni wauaji wa ajabu. Watusi wanataka mauaji ya halaiki kila siku, kuangamiza watu wasio na hatia. Ni wauaji, hata Mungu hawezi kuwapa utawala wa Kongo, hata mfanye nini, na hii mashariki hamtaiweza. Leo ungali uungwana wa Wafuleru, Wabembe na Wanyindu ndio wanapigania mashariki mwa Kongo, zaidi Sud Kivu, mkoani Kivu Kusini. Nafikiri na makabila mengine yatakuja na yatazidi kuongezeka, kwa sababu ukweli umeonekana kwamba shetani wa Kongo ni Mnyarwanda. Na nyinyi sisi ndio ambao tunawaacha. Ukija Uvira na wakuta wapo wanatembea, Baraka wanatembea, faizi zingine wanatembea. Afadhali Baraka, lakini Uvira ndio wametawala sana. Sio watu wa kuacha au wanachinja ndugu zetu. Kwa nini tuwaache?
eti nataka amani. Atambua Hussein ni mtu wa kukosa. Unaweza kubadili akili ya mtusi umfanye kugeuka bantu wewe, sababu ya kutafuta amani. Unacheza na Wanyarwanda. Habyarimana walimuua wakati wanakubaliana kuingia kwa meza ya mazungumzo Arusha, Tanzania. Wakafanya ukiukwaji makubaliano, wakamuua rais wa Rwanda. Watusi hadithi zao zote, historia yao yote, hawajawahi kupata suluhisho kwa njia ya mazungumzo. Ukienda na Watusi kwa njia ya mazungumzo unajiangamiza. Mazungumzo ya Mtusi ni Karashenikov, kisu kwa kisu, mkuki kwa mkuki, moto kwa moto. Na ndio hadithi ya Kibembe. Sisi tutapigana na wao hadi tuhakikishe wanatoka kwa na kizazi cha mwisho. Wanyarwanda hatuwezi kubaliana na Watusi kwa udongo wetu. Bora waende kwa tarafa zingine. Na wapia hilo Asamboze ni leo tarehe 19 mwezi wa 8 2022. Asante. Tangalirira kadhalibano tangaliriro isuri tangalirira kadhalikayo tangaliriro yolikizeze Rumenge we tangaliriro wazema mtaye Rumenge we omuwe ijula mumine bwe yoshi Abanyarwanda n'abakulu bagoti bagalira n'abamawe kwa kudi bamuririra bayishe Nembo we nabanyere kwa kudi bamuririra Rumenge. Hala Rumenge nisome hapa Jula mtugo chonshi yaha minembwe bagoti bagalira abanyere kwa kundiyo bamuririra bayishe abanyere kwa kundi bamuririra. Hala Rumenge nisome hapa Rumenge kwa ngapi hapo huko mama Rumenge we Wanyarwanda ndako kudeta ndako kuyabula Rumenge na iri bali mtu waziri hayini ako kajori teka Rumenge mwamtaye tuamtaye afande we nugende neza afande.